au Sudan au kule Saudia pale pale. Allahu Akbar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siku nyingine tena ambayo ni siku ya mazishi. Naam, tuliweza kuamka asubuhi, ila hiyo time watu walikuwa wamechoka, wengine wamelala kulala. Naam, na pia vile pia wengine waliamka asubuhi kuanza ku make sure kwamba kaburi ilikuwa iko sawa. Kumalizia para pale final touches ya kaburi. Kuna wenzetu walikuwa wamechelewa nyumba, ila ndio walikuwa sawa wamefika. The guys wale vijana wa Faruku wale mabeste wake wamekomboa Nissan. Anyway, kwenye kaburi pale hivyo Chia alikuwa anamalizia shughuli zake za kuweza kumaliza final touches. Mambao ziko ready, amepanga mambao hapo hivyo anaweza kuweza kufunika ile Baitul Haq pale Faruku atawekwa. Naam, watu waliweza kupata chai hapo ya asubuhi ili preparation zianze mapema, na pia kupea family time yake ili family waweze kujiandaa na ratiba yao ya siku. Anyway, naam, tukasema kidogo ni area yenye nusini wageni pale hivyo, tukaweza kutoka nje kidogo watu waweze kuona mlima. River Nzoia ilikuwa hapo kando, na pia kupata pia ile fresh air, na hivyo ndio ratiba ikaanza rasmi. Inauma sana, very very painful man. Tumepoteza legend. Sean is a legend kweli, is a hero. Na kwa tu saa Mungu ndo anajua. Asanteni. Ya Jenny. Mimi naitwa Christian. Mimi nilikuwa friend wa Sean. Sami sijui duration ya time, lakini alikuwa mse wa Kibuda. Habari yenu. Amin Darenso. Mimi nilikuwa pia mse wa Sean. Nilikuwa mse wa Sean. Ni ajeni. Mimi naitwa Ring. Sean alikuwa mori wetu. Na kusema kweli ni kifo yenye tutaisahau. Habari zenyu. Mimi naitwa Steven na alikuwa mori wa Sean. Na inaniuma sana lakini habari zenu. Mimi naitwa Rai. Bana, Sean alikuwa ndugu yetu. Hiyo tu. Habari zenu. Kwa rafiki yetu, lakini hatuwezi msahau hivyo. Habari zenu, mimi naitwa Moka. Sean alikuwa mmoja wetu na bado ndugu wetu na tuwezi msahau. Hivyo tu. Habari zenu. Kwa majina ni Saili. Sean alikuwa ndugu wangu. Hapo nikimwona ameenda bwana inaniuma ni aje, lakini kwa sasa. Habari zenu. Mimi naitwa Evan. Bana, Sean alikuwa mmoja wetu. Alikuwa mmoja wa Buda wadai. Lakini tulimpoteza. Nakubali. Sawa. Habari zenu. Mimi naitwa Grega. Kadiri wa Rukfa. Nimefanya vitu mingi na ini. Sawa tu. Habari zetu. Mimi naitwa Charlie. Mimi nimegrow na Rukfa. Nimelelewa na Sean na mamake ametulea pia.
Sasa ndio inaniuma sana kwa sababu nimemzoea sana kama ndugu wangu. Na ndio alikuwa karibu na mimi hiyo sana. Lakini iko tu sawa. Wazee, inaitwa Rupa, tumetoka naye mbali. Rupa angenipita kwa road hivi aniache solo. Hata kama ameenda ina mambo. Habari zenu. Naitwa Glenn Washington. Na Rupa alikuwa rafiki yangu. Na sasa ukifo wake. Habari zenu. Mimi naitwa Frank. Shona alikuwa ananiita Kiri. Alikuwa anapenda jokes lakini sad. Habari zenu. Bwana, naitwa Kapelo. Mimi naitwa Kapelo na mimi nilikuwa alikuwa ndugu wao. Asanteni sana. Hao ni wageni wetu kutoka Nairobi. Na wakati huo ambapo naongea, kama hujatazama mwili wa marehemu, unapewa nafasi ya mwisho. Kama hujatazama mwili wa marehemu, unapewa nafasi ya mwisho. Kutoka hapo tutakuwa tunaelekea kule nyumbani mwake ambapo kwenye Mungu alisema wamjengee. Nimebakisha mtu mmoja na narudia sawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Natumai wale ambao wanaingia kwa kutizama mwili wa ndugu yetu Faruk haturuhusiwi kuweza kuguza kwa ile ambayo ni sanda ndani ya familia sehemu tumekaa. Kwa hivyo kwa wale ambao wanamuona, tafadhali usikae ndani, fika muone kisha uondoke. Tulipeana nafasi tangia jana alipoingia, wakati mwili umeingia, muda wote wa kuweza kutizama mwili wake. Tena bado mnatuomba nafasi, hatukatazi. Tazama kisha uweze kuondoka, ili peana nafasi weather haituruhusu au anga sio yetu, ina mwenyewe. Hivyo hatungependa ataweza kumweka. Sisi tuna uwezo. Bila kumwombea kheri. Tafadhali wenye wanaingia basi wamuone kisha waondoke. Kumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameomba mauti kuepukana na shari na kupata yale ambayo kwamba ni kheri. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ametoa mauti ndani ya uhai na uhai ndani ya mauti, kama unavyokuwa unaoga mwenyewe. Kwa wale ambao wameshuhudia ndani, huenda kuna wale walikuwa wanasema Waislamu huwa wanapatiwa mtu wanamtoa nini ndani, lakini walioshuhudia ndani hakuna yeyote aliona ikifanyika pale chochote, bali ameogeshwa kama wewe unavyooga mwenyewe. Mmoja
lakini leo tunashangaa mambo kama haya yanafanyika. Usishangae nasema mbona Waislamu wanaweka mtu muda mrefu? Sio hivyo, hii ni familia yanaweka maneno, lakini sisi tuna uwezo. Ndugu yetu Faruk alikufia kule kule Mombasa au Nairobi au Sudan au kule Saudia, pale pale anaambiwa na aweze kuzikwa kwa mujibu wa maandiko ya Biblia, maana Taurati, Injili, Zaburi imeeleza wazi pale ulipokufa zikwa pale pale. Ukitaka andiko ndio nitakupatia. Kwa mujibu wenu hakuweza kulala siku 2 ama siku 3. Siku ile ambayo tunasema kwamba patia maandiko yenyewe, siwezi kuongeza wala kuweza kupunguza kwenye maandiko yenu, sababu inasema atakayeongeza ama akaweza kuondoa ndani yake, basi Mungu atampatia adhabu. Kubali kama hiyo, nikufundisha ile ambayo kwamba yamo ndani yake. Hii mambo na sanda imetoka kwenye Biblia pia. Watu walikuwa wanakufa na kisha anaenda kusteriwa, lakini imekuja jambo la kuweka sanduku. Naona hii kwa hapa hii. Hii ni zawadi kwa wale ambao kuni na wasumbua waweze kutumia kupika. Hii sio mali ya kuweka ndani ya nini? Ya kaburi. Kaburi sio, haitaji hiyo. Inataka nini? Moyo wako ulikuwa namna gani duniani? Je, ulikaa na watu vizuri ama ulikaa na watu vibaya? Sheikh Abdul Karim pia na yeye anatoka maeneo ya Bungoma, amekuja kwa ajili ya kumsindikiza. Wale ambao wako ndani, tafadhali tuweze kumtoa marehemu nje, na tutakapomtoa marehemu nje, basi nyote, mimi na wewe, tusimame gwaride yetu ya mwisho kwa ndugu yetu, ni maana kupeana heshima kwa Faruk ambaye ni marehemu. Wakati mwili unatolewa nje, tunaombeni tuharakishe ndugu zetu wakiwa wamesimama kuonyesha heshima ya mwisho kwa kwenye nini, kwenye kitanda chake cha mwisho. Hakuna kitu kinauma zaidi kuona ndugu yako, mke wako, baba yako leo hii amelala kama alivyolala Faruk. Inaonyesha kwamba iko siku moja hata mimi na wewe tutalala kama alivyolala nani? Alivyolala ndugu yetu. Leo mimi naongea mzungumzaji, kesho au leo hiyo sehemu ambayo kuna kaburi imepatiana nafasi kwamba nafasi hii ni wewe utaingia sehemu hii. Nikwambia leo tu kwamba wewe fulani baada ya Faruk basi tunakuja kuzika wewe. Utakimbia kwa chifu, utakimbia kwa DC, utakimbia kwa serikali kwenda kunishtaki mahali amesema mimi ndiye nitamfuata ndugu yetu. Kwa hivyo kwa ufupi, marehemu kabla hajaswaliwa, sisi Waislamu huwa tunauliza kitu kimoja ama vitu viwili. Huenda alikuwa hapa nyumbani amewahi kuchukua deni kwako wewe, alikopa kitu kwako, basi muhimu sana uje ueleze kama umemsamehe au kama hujamsamehe, njoo tuambie deni yako ni pesa ngapi, utaweza kupewa. Na ikiwa marehemu pia amewahi kukopesha wewe chochote, njoo ueleze, wakati nilikuwa na ndugu yetu Faruk amewahi kunisaidia kitu fulani, nimewahi kuja kwake nikamwelezea shida fulani akanisaidia, nikamwambia nitamrejeshea, sikuweza kumrudishia, basi leo niko na deni yake ya hii na hii na hii, ninaomba nitarudisha kwa muda fulani. Hivyo wakati usingojee maiti ameshazikwa ukasema nilikuwa ningejua ningesema. Kumbuka marehemu ni shahidi siku ya Kiyama na hapa duniani. Na wewe ambao unaangalia, mimi na wewe tunaangalia pia, tutakuwa hivyo hivyo kama alivyolala nani? Faruk. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kila ambaye ako na udhu tunaomba tumstiri ndugu yetu, alafu tukimaliza ndugu yangu Faruk, ndugu yangu Abdul Karim ataweza kuwa mzungumzaji, huenda ataanza kidogo wakati wanatawaza udhu, wakishika udhu. Tuharakishe Waislamu. Nitaomba ndugu zangu tulie chini. Asanteni, tulieni chini. Nitasema ndugu yangu kwa sababu Uislamu unasema ashhadu an la ilaha
illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, kwamba madam utakuwa wewe ni Muislamu, umetamka kalima hiyo ambayo Yohana Mbatizaji aliweza kumtabiri Nabii Isa ama Yesu. Pole ndugu yangu kuchukua nafasi yako kidogo, kwa sababu leo ndio siku ambayo imekuwa bora zaidi kuweza kukushana. Nilichelewa sababu ya kuona ndugu zangu wasije ukasema tumekuja mapema, wametuzuia kuona mtoto wao. Usawa, tuchelewe kwanza, na pia tumepeana nafasi tumeweza kuona. Asante. Kwa hivyo Yohana alitabiri kuna yule ambaye anakuja kwa nani? Kwa wanadamu. Madamu simjui, toa fidia. Fidia gani? Fungu la 10 kinatolewa wapi? Huyu bwana alikuwa haingie huko, tunapotea sheria, toa mafuta takriban lita 40 uweze kutokea huko. Ingawa kama ni soda kiasi fulani, vyakula kadhaa, kisha kule pesa kiasi fulani, nafaa utoe kwanza, ulete kule transport, weka kama 2000. Unasikia Uislamu kama hiyo? Unasikia kweli? Tunakuja kumpeleka ndugu yetu kwa njia ya kheri, na nashukuru ndugu zangu wameshafika na tuko tayari kuweza kusalia. Tutakapo maandiko ya Ezekieli ametuweka wazi ndani ya Biblia pia, kwa maana tunafuata kwamba wanaume peke yao, wanawake peke yao, tusiwache pamoja. Na hivi ndivyo walivyofanya manabii, kwamba walikuwa na swali kuswalia jeneza kama ndugu zetu walivyosimama kwa ajili ya ibada ya kumsindikisha ndugu yetu Faruku. Shukrani. Shafangu na kafanga. Kama ingekuwa ni mwanamke ingesimama katikati yake, lakini mwanaume tunasimama kwa mabega yake. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه مكان الجنة. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه مكان الجنة. اللهم ان كان مسلما فليس سليم، وان كان مسلما فليس سليم، وما تجد وقيا ما تبعه وفيها العالمين. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره امين وعذاب النار واغفر لجميع الناس والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اذا غفرته، وارحمنا اذا سعيته، ولا عسيرا اذا سرته، ولا مريضا اذا شفيته، ولا دينا اذا قضيته، ولا عسيرا اذا سرته، برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلى النبي صلى الرسول. تكبير تكبير تكبير. صلى النبي. Sasa kuna ambao kwamba wataingia kaburini. Huyu hapa Joshua. Huyu anaingia huyu akija. Wote wanaitwa huko. Huyu hapa ndo mwalimu wake ambaye kwamba alisilimisha Faruku. Faruku alipenda Uislamu aliponazwa wakati kipindi fulani alikuwa mgonjwa, alilazwa miezi mitatu hospitali inavyoambiwa. Aliponazwa alikuwa na jirani yake ambaye kwa hospitali wamelazwa pamoja.
ikawa chochote anashare naye, na ikawa huyu mzee anampa mawaidha, anamwombea dua ya Kiislamu. Inasemekana kwa ushuhuda yake Faruk ndo alipenda Uislamu, na jina Faruk amechukua jina ya mtoto wa huyo mzee ambaye Faruk ndugu yetu ambaye ni rafiki yake, rafiki mzuri, akamsilimisha akamwingiza katika Uislamu. Hivyo ndugu yetu alipenda Uislamu na alikuwa mtiifu, kijana mtiifu, kijana mpole, kijana mcheshi, kijana wakati wote watabasamu na wa furaha na mwalimu wake alisilimisha. Kwa hivyo alipenda Uislamu. Sala Nabii pamoja na Mungu tufikishe kwenye kaburi, na mimi na wewe tumpe kwa mwisho pindi itakapotiwa kwenye kaburi, basi ruhusa kuweza kuketi chini. Sala Nabii. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Takbir. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bila shaka tumetoka kwa Mwenyezi Mungu na pia tutarudi kwake yeye. Tuweka maiti chini, basi utaruhusiwa kuweza kuketi chini, mwili uweze kwenda ndani ya kaburi, na akapigwa ubavu wake wa kulia kuelekea kibla. Hii ndio namna tunamstiri ndugu yetu. Mnaweza kuona wale ambao wanaona, lakini wanawake hatukubali kwenda kwenye makaburi kwa mujibu wa maandiko ya Biblia. Wanaume tunaruhusa kuweza kuangalia mwili jinsi unavyowekwa ndani ya kaburi. Usiseme mwalimu ametuzuia, ni makosa makubwa. Ndio tujifundishe kutoka kwa hiyo, uone jinsi tunavyolaza mwenzetu akiwa ndani ya kaburi. Unaruhusa kutazama, pia utaruhusa kuweza kuweka nini ule udongo uliobakia ukae chini. Hatimaye mwili umeshingia ndani ya kaburi. Wanaobaki tuketi chini, asanteni. Na kwa hakika kabla hajaingia kuzungumza mawili, mimi nitakumbusha kitu kidogo peke yake ambacho tutaleta hapa. Kwa hakika siku ambayo nimezaliwa nane na ile spede kumwagia ndugu yake mchanga, ila atachukua kidogo kisha atumwagie na wake hivyo hivyo, inabakia wote wafanye. Hiyo sio kazi yetu, naambiwa sote ni kitu kimoja. Amezaliwa kama mimi na wewe, naye pia siku moja atalala kama alivyolala ndugu yetu, na pia atafukiwa ile mchanga. Kwa hivyo ndugu zangu, roho ya mama akiwa angali kwenye maji pale, kwa kweli alipoenda pale akapata wakaweza kumchukua. Baada ya kumchukua wakamlea mpaka akawa mtu mzima na anasoma. Yeye mwenyewe kwa haya ama alikufa? Makenzi hapo ama hayuko? Yuko. Bado yuko. Kwani hataka kuona Yesu? Angependa pia kumuona Yesu, angefanya nini? Yeye angekuwa mtu wa kwanza kuweza kuaga dunia. Lakini anakudanganya wewe ambaye kwamba unaenda sema kama ulikuwa na akili. Hapana. Bali imani yangu ndio potovu. Unapotezwa na mtu anakuambia toa mali yako yote, njoo uingie hapa, usikae karibu wiki moja bila kula chakula. Na yeye mwenyewe anakula chakula na kunywa maji, anaendelea na maisha kama kawaida. Serikali inamchukua na kumweka ndani, nasema wewe utapumzikia hapa kwanza. Kwa hivyo wote ambao wamepoteza maisha yao ni wangapi? Wameaga dunia, leo yeye ako pale naona raha. Ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, na wahusieni ya kwamba hakuna kitu bora zaidi kama mtu kuwa na imani thabiti. Imani nakwambia wewe umeshaingia kwenye kanisa kama hili. Wewe jamaa yuko na mpaka leo hii. Ni unamwita nani? Wewe bwana yuko anakwambia kama wewe umeshaingia hapa unafanya nini kwanza? Sadaka yangu haipiti shilingi 1. Yake inaanzia zaidi ya mamilioni. Toa 1,000 kwenda mbele. Mungu hataki mambo yako, anataka pesa yako. Petro ndiye alimfanya Yesu kabisa. Kwa Yesu akasema katika mambo huu nitajenga kanisa. Je, alijenga ile kanisa? Sababu Yesu na ni Petro alikuwa anakataa maneno ya Mungu sana. Hapa ndugu zangu wamesha mstiri ndugu yetu Faruk
hata sitambui jina lake la zamani, natambua jina lake kama jipya ambayo ni Faruk. Sisi tunasema tumpenda, tunasema hivyo, ulimpenda Mungu akafanyaje? Mpenda zaidi, ndio mwanamke amekufa au mtu amekufa. ودمر أعداء الدين حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. Ya Mwenyezi Mungu tulie ndugu yetu Faruk, njia yake ile njia ya kheri, mwepushie njia ambayo ni shari. Ya Mwenyezi Mungu leta katika mkono wa kulia na mkono wa kushoto. Ya Mwenyezi Mungu wajalie kheri waliotangulia mbele ya haki, mwepushie shari katika njia zao ya Rabbi. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اغفر للجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. Ya hii boma familia ambao kwamba tumeshirikiana nao kwa moyo mkunjufu tangu tulipoingia hapa jana, tangu mwili uliingia. Kwanza napenda kutoa shukrani kubwa sana kwa familia. Tumeshirikiana kwa uzuri bila kukosana, na sisi ni binadamu pia, sisi wageni. Kama tulikuwa na makosa yote mtusamehe, lakini kwa upande wenu tumeshirikiana kwa ushirikiano mzuri. Wakati tumemlaza mtoto wetu, tumemlaza ndugu yetu, shukrani sana kwenu. Pili, natoa shukrani kwa mwalimu mwenyeji wangu. Huyu ni mwalimu mwenyeji wangu ambaye kwamba ako kwa msikiti. Mimi nimetoka kaunti nyingine, nimekuja kuwakilisha hapa, lakini yeye ndo rais hapa, na ninashukuru kwa shukrani amenikaribisha hapa. Shukran sana kwa familia. Mwenyezi Mungu katika Qur'an anatuambia ya kwamba ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Mwenyezi Mungu ananadi kwa kuita na kwa kusema, enyi watu, hakika bila shaka nimewaumbeni nyinyi watu kutokana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja ambaye ni Hawa. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila, na mimi Mwenyezi Mungu nikawajalia mataifa na makabila, litaarafu, mupate kujuana. Leo nitoke hapa niende Nairobi, akali kachamapwana, kalinipika kuku, kalinipika ngumi. Unajua huyu ni Mluya, ametoka Western. Naona nikitoka Mombasa, hamosemaje wana misezi kuna na mkono na sili ugali na lawadi, utajua huyu ametoka Mombasa. Leo ukitoka hapo ukienda Uganda uzungumze, watasema wewe unazungumza Kiswahili mrefu kama watu wa Kenya, Kiswahili mrefu, unajua huyu ni Mganda. Sasa akawajalia mataifa na makabila ili mpate kujuana. Kikubwa ni nini? Mwenyezi Mungu anasema inna akramakum indallahi, hakika aliye mbora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, atqakum. Hakusema aliye mbora mbele yenu ni Mkristo, aliye mbora mbele yenu ni Muislamu, aliye mbora, alisema hakika kwa nyinyi wanadamu. Alihutubu akisema, enyi watu, nimeombeni kutokana na Adam na Hawa nikawajalia mataifa na makabila ili mpate kujuana. Hakika aliye mbora mbele yenu kwangu mimi Mwenyezi Mungu, atakakum, ni anayemtambua Mwenyezi Mungu. Hajasema ni Muislamu ndio mbora, ni Mkristo. Sisi sote ni wamoja, tunaitwa bin Adam. Leo nimesoma katika Biblia, katika Qur'an, wallahi hakuna aya hata moja inasema enda ukafanye suicide bomba utapata 70 virgins. No, with capital letter. Hakuna katika Biblia ama katika Qur'an.
wao wanafanya kwa maslahi yao suicide bomber, kwa maslahi ya riziki yao, lakini katika Biblia hakuna. Kwanza kwa Qur'an, wewe ukiua, ukifanya suicide bomber unahukumiwa kwanza, wewe nafsi yako umejiua, nafsi yako umejiangamiza. Pili, umeua wamama wasiokuwa na hatia, umeua watoto wasiokuwa na hatia, umeua nafsi isiyokuwa na hatia. Kwa hivyo malipo yako sio 70 virgins, malipo yako ni jehanamu, unaingia motoni. Kwa hivyo sisi ni ndugu moja, tunaitwa binadamu, sote ni wanadamu. Damu ikikatwa ni nyekundu, tofauti tu ni moja. Nyinyi mnasema kuku ilitangulia ikazaa, yai ilitangulia ikazaa kuku, na sisi tunasema kuku ilitangulia ikataga yai. Bimaana Maryam mtakatifu alitangulia akamzaa Yesu Isa Masihi. Sasa Maryam tutamwitaje? Hapo ndo tofauti. Yesu tunasema si Mungu, Yesu ni mtume. Mwenyezi Mungu anasema amana rasulu, ameamini mtume Muhammad, bima unzila ilayhi, kwa alichoteremshiwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wama unzila min qabli, na alichoteremshiwa kabla yake, Taurati, Injili, Zabur, bima unzila min rabbi, wal mu'minuna, na waumini wote, kullun, wote, amana billah, wamemwamini Mwenyezi Mungu, wa rasulihi, na mitume wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na wal yawmil akhir, wote wameamini. Tunaamini mitume wote, Isa mpaka Masihi, yani Yesu ni mtume. Na Maryam, ukifika katika Qur'ani tukufu, kuna sura mzima inazungumzia ya mama mtakatifu Maryam, na Qur'ani inatabiri ya kwamba yeye ndio miongoni mwa wanawake ambao na watakatifu, ambaye kwamba kwanza mwanamke mtakatifu ataingia peponi. Kwa hivyo sisi sote ni ndugu moja. Nikisimama hapa ina haja niseme habari yenu, nikisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kwa pamoja tunaitikia wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam kwa jina la Kiarabu amani, assalamu alaikum, amani ya Bwana, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu. Ndio sasa tunajibu wa alaikum salam, na juu yenu amani. Kwa hivyo sisi sote ni ndugu moja, na ninatoa shukurani sana, nashukuru sana kwa ushirikiano. Tumeshirikiana, ingawaje mmeona kijana amelete mambo mapya, amelete ili tujue vitabu vya Mwenyezi Mungu vipo vimeteremshwa, na sote tunaamini vitabu. Na pia kuna swali liliulizwa kwamba mbona amruhusu watu walie? Dini inaruhusu kabisa, lia kabisa, dini ya Kiislamu inalia, lakini unaambiwa sio kulia kuchana nguo, tunaambiwa Mwenyezi Mungu anasema mali na watoto illa wadaiu, hizi ni amana. Amana ni kitu gani? Amana, nimekwambia shika hii begi yangu, utakuwa unaenda naye sokoni, fanya vile unavyotaka, utabebea vitu vyako, lakini kuna wakati mimi nitakuja kuchukua hiyo amana. Sasa yale mazoea ambayo kwamba nimezoea kubeba hii begi kwenda naye sokoni kuchukua vitu, sasa ikichukuliwa nitakuwa nalia kwa yale mazoea. Mwenyezi Mungu ametuwekea lia kwa uchungu, lakini tujue ni amana. Lakini usiseme mimi nitabaki na nani? Mume Mwenyezi Mungu yupo, yeye ndo amekuumba. Sasa sote ni amana. Wewe mzazi ukiwa na mtoto atakufa tu siku moja, ukiwa na baba siku moja atakufa, atakutoka. Sasa sisi ndo tunaambiwa ya kwamba idha aswabatu musibati, musiba inapotokea, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sisi sote ni wa Mwenyezi Mungu na kwa Mwenyezi Mungu tutarejea. Mwenyezi Mungu awabariki nyote mliohudhuria hapa mkashirikiana kumstiri kijana. Kila mtu Mwenyezi Mungu amrejeshe penye anaenda pazuri inshallah. Na narudisha mic kwa MC ambaye kwamba atajua watamaliza namna gani. Shukran sana ustadhi wetu, ndugu yangu, mwalimu wangu, swahibul maqamu wa mji hapa. Nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Moto wake pia chenye mimi naweza sema sana, ninashukuru kwa familia kupokea,
Kwa ndugu zangu wa Kristo, nimefurahi sana kuona umoja wenu na kutujali. Hilo ni jambo moja, hongera sana. Mama Shon, kitu naweza mwambia, au Mama Faruk, ni wakati wake sasa kuwa mgumu, asikuwe weak sana, maana bado tunamhitaji na kuna mambo mengine mengi atafanya baada ya Shoni kwenda. Kwa Kiislamu sisi mtu akitutoa tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni ngumu sana, kila kinachotoka kwenye mchanga lazima kitarejea. Sisi sote tunajua tutarejea hapa. Mimi nimetoka Nairobi Makina, nawakilisha ndugu zangu wote, nimekuja nao wenye wamekufiwa wote na Mama Shon pamoja. Tumekuwa nao Kibra huko kuandaa shughuli ya msiba huu, na Mungu akatufanikisha, tumeingia jana usiku. Tunataka pia mtupigie dua, mtuombee, tutakaporejea nyumbani turejee vizuri. Asanteni sana kwa ukarimu wenu na kuwa na sisi kwa wakati huu mgumu. Tunawaacha pia mbaki na amani ya Bwana. Mungu awalinde wakati wenu wote, kuingia kwenu na kutoka kwenu. Mungu awalinde. Amin. Chairman wa Nairobi, yeye alishughulika na mchango huko kama na kamati ya huko. Sasa Yesu Kristo milele na milele. Salamu alaykum. Sauti imeenda jamani, ila ninasimama kwa niaba ya mwenyekiti ambaye yetu kwamba kama marehemu ashakwenda zake tunazidi kumzungumzia, lakini leo Shona amebadilisha mienendo, kwa hivyo nitasema tu machache. Cha kwanza nitaweza kushukuru timu yote ambayo ilitoka Nairobi, especially the committee, for a tremendous good job. I am proud of you guys. It's not the first time you are doing this, and today I will tell you that I'm proud to be a brother, and for that you have my blessing all the time. Mbarikiwe sana. Cha pili, nataka kushukuru majirani ambao walijitokeza kufika hapa. Umoja ni nguvu, utengano ni nini? Dhaifu. Na kweli tumeweza kuona, namwona Mama Dino yuko pale na familia nzima kutoka Nairobi, majirani wa Kibera. Jamani, siwezi kuwashukuru ya kutosha. Mama Mzungu nimemwona kutoka kule kwengine, na wote ambao tulisafiri nao, na pia wale ambao wamejileta wenyewe. Mjue kwamba tunasema ni asante sana. Cha tatu, tungependa kushukuru the Muslim family. Umetupatia kazi rahisi sana sana. Sawa, kuna mengi ambayo tumejifundisha mwalimu, na kwa kweli imetoa dhana nyingi ambazo hazikukuwa sawa. Nimekuwepo tangu tutoe Shon mochari, tukaenda tukamuosha Shon, tukamleta hapa hadi wakati wa mwisho. Kuna mawaidha nyingi ambayo tumejifundisha, na hapo tunasema ni asante. Hatuwezi sahau familia ya nyumbani kwa jinsi ambavyo umeweza kutupokea na jinsi ambavyo tumekuwa hadi sasa hivi, na nyinyi pia muweze kubarikiwa. Majirani wa karibu na wambali pia wa nyumbani tunawashukuru. Shukurani zangu za dhati ziendee familia ya Osodo, the sisters plus Lydia, the brother, the uncles and everybody. Najua imekuwa ni ngumu sana kuweza kukubali, lakini with your strength you have made us as friends, as relatives, to push the far that you could be able to make it. And for that we really want to thank you.
We just want to assure you that you are in our prayers, and each and every time we are walking this journey together. Finally, niruhusu niweza kuzungumza kidogo na the family kutoka Nairobi. Tumeweza kujaribiwa mara nyingi, and the test of time we have always stood together as a family. Tulianza tukiwa strong na kidogo tumedidimia. Just want to encourage everybody that knows that family, that unaporudi nyumbani fikiria mara mbili kwamba tukiwa pamoja tunaweza fanya nini. So the people who are joining us feel most welcome. The team that is there kidogo walikuwa wamefeel wanayumba, please come back. Please come back. Let's have the brotherhood, the sisterhood that we had. Kuna wengi wanashangaa yule ni nani, yule ni nani, yule ni nani. Wengine pia mwezi elewa, lakini ukimwona amesimama hapa ni kwa sababu ya upendo. Kuna nyimbo ambayo inasema kikatoliki ni okawuoth kang'ato kinena kang'ato tang'o motera kanyo hera emotera dalano, kumaanisha kwamba sitembei vyovyote vile, ila ninapokwenda kule ni upendo umenipeleka pale. So kwa niaba ya familia, kwa niaba ya timu ya Nairobi, tunashukuru sana. Poleni sana wale ambao walisafiri na sisi lakini wamefika kuchelewa. Feel at home. May the Lord God bless you when you go back. Shalom. He did not survive. Both Sean and his friend Habibi passed away. Tributes and condolence messages from Auntie Julia and family. I remember Sean as someone with a gentle soul and a smile that would brighten any room. He always had a smile around him. Smiling, he was kind, loving, and he carried his world. From Auntie Salome, Sean was well loved by his family and friends. It is sad to face this day to say, farewell, Sean. We have heard a lot of encouraging words and support for Sean, which is evidence from visitors. Rest well, Sean. From Mercy, I never imagined I would have to say goodbye so soon. Your passing has left a void in my heart that words cannot describe. Thank you for the love, laughter, and memories we shared. I will always carry those moments with me, though you are no longer with us. Your spirit will forever live in our hearts. Rest peacefully. Dear brother, you will always be loved, missed, and remembered. From Irene, I still can't believe you are no longer with us. The smile we shared and the jokes we used to make are gone too. I'm truly heartbroken, and I don't think I will ever forget you. I keep remembering the way you used to call me. At this, your voice still echoes in my mind, and it's so sad and hard to believe that you are no longer with us. May your soul rest in peace, dear Sean. We will miss you so much. From Auntie Michelle, rest well. We loved you, but God loved you more. Thank you.